Kwenye hii nyumba ya kifahari leo mapema kuna hawa wazee wapo kwenye kikao cha harusi. Ila kikao kina ugomvi hiki. Nadhani mnaifahamu hali yangu kwa sasa. Basi tuheshimu haya makubaliano. Makubaliano gani? Mzee akapoa. Nakuuliza wewe, makubaliano gani? Mzee anamtazama tu. Yaani unataka binti yangu mzuri aolewe na kijana wako ambaye kwa sasa ni kipofu na ni kiwete? Basi samahani, ila naomba niwaulize swali moja. Basi hawa wazee wakakaa kumsikiliza. Hivi kwa mfano binti yenu angekuwa kipofu kama kijana wangu, je, mngeendelea kupinga? Tupilia mbali hiyo habari. Haiwezi kutokea hapa. Sasa huyu mzee anafahamika kama Akin. Na huyu mzee ambaye yuko pamoja na mke wake anaitwa Alonso. Sasa Akin anataka kijana wake aoe kwenye hii familia. Jambo ambalo hawa wazee hawataki kabisa kwa sababu mtoto wa Akin ni kipofu. Basi Akin akawa ananyanyuka hapa na kuondoka zake. Ila ubishano ulikuwa ni mkubwa sana. Muda huo binti yao akanatoka huku juu na kufika hapa sebuleni. Baba, najua hamtaniruhusu mimi kuolewa na kipofu. Sasa huyu binti anaitwa Bianca. Ni mtoto wa kipekee sana kwenye hii familia. Ila inavyoonesha alitakiwa kuolewa na mwanaume ambaye ni kipofu pia ni mlemavu. Lakini wazee wake wakawa wanapinga hilo huku akiwa wanamtetea. Isitoshe hata yeye hakupendezwa na hilo jambo. Sasa huyo mwanaume ni nani? Na kwa nini hawa wazee wamkatae? Anyway, tutafahamu tu mbele. Mimi unanisikia hapa ni Joe Boy na hii ni channel ya Real One. Itakuwa poa sana kama ukisubscribe na kuturn on notification bell ili uweze kupata movie zetu kwa haraka zaidi. Sasa huku ni ushuani. Tunamwona kuna jamaa anajisogeza na kiti chake cha ulemavu. Sasa huyu jamaa ni kipofu na anafahamika kama Bami. Muda huo babake akawa anaingia hapa. Sasa huyu mzee ndo tulimuona kule kwenye mkutano ambaye anafahamika kama Akin. Ila mtoto wake akawa anamuuliza mkutano ulikuwaje? Mzee anadai familia yake na Bianca bado inapinga. Baba, kwa nini unaniaibisha lakini? Unafahamu kabisa Bianca ameniacha baada ya mimi kupata ajali na kuwa mlemavu. Lakini leo hii unamwomba anirudie? Kwa nini unanikosea? Mzee akachoka. Mwanangu, mimi sizungumzi masuala ya ndoa. Mimi ninachotaka ni tupate hazina ya pesa yetu. Na hayo ni makosa ya nani? Baba, hebu acha kuniaibisha. Basi huyu mwanae akawa anaondoka hapa. Sasa ipo hivi, huyu mzee anataka mtoto wake amuoe Bianca. Na lengo kuu ni kupata hazina ya pesa yake. Sasa Bianca hataki kuolewa na mwanae. Na inavyoonesha Bianca na mtoto wa huyu mzee walikuwa kwenye mahusiano. Ila baada ya jamaa kupata ajali, Bianca akamkataa jamaa. Ila kuhusu pesa za hazina, nazo tutafahamu tu mbele. Ila huku tunakutana na familia moja ya kimaskini sana. Mama anaumwa, alafu huyu kulia kwake ndo binti yake. Huyu binti anaitwa Victoria. Hapa namuuliza mama yake anajisikiaje. Maana wametoka hospitali juzi tu. Mwanangu, sijisikii vyema. Lakini unakumbuka daktari alikwambia kuwa unatakiwa kufanyiwa upasuaji kwenye ubongo wangu. Sasa huyu mama baada ya kuongea hivyo akaa kama mesizi. Basi mtoto kana jaribu kumwamsha. Mama naye akashtuka hapa. Basi Victoria kana muuliza kama yupo sawa. Hivi nilikuwa nasemaje? Inaonekana mama kumbukumbu zishapotea tena. Basi Victoria akana jaribu kumlisha mama yake. Ila hali ya mama ikawa inazidi kuwa ngumu sana. Inavyoonesha kwenye ubongo kuna shida. Basi baada ya muda mchache wakawa wamerudi tena hospitalini. Basi daktari akawa anaingia hapa na kuanza kuicheki yale mama yake na Victoria. Sasa huyu daktari akaanza kueleza kuwa hali ya mama yake na Victoria sio nzuri. Hivyo kuokoa maisha yake inabidi afanyiwe upasuaji kwenye ubongo wake na itabidi asafirishwe kwenda nchi za nje. Maana hospitali yao haina vifaa. Victoria akashangaa. Yaani nje ya nchi? Ndio. Victoria akawa anakuna tu kichwa. Na ni kiasi gani kinahitajika? Kwa hali aliyokuwa nayo sasa hivi ni milioni 100 ndio inayohitajika. Hii kauli ilimtandika sana Victoria. Maana hata 10,000 hapa alipo hana. Sasa baadaye Victoria alikuja kwenye hii nyumba kwa ajili ya kuomba msaada. Huyu mzee tulimuona mwanzoni kabisa ambaye anafahamika kama Alonso. Huyu Victoria akaja kuomba msaada hapa kwa sababu huyu ni baba yake. Kumbe huyu mzee aliwaaga wake wawili. Na Victoria ndo mtoto wake wa kwanza ambaye mama yake anaumwa. Ila huyu hapa ni mke wake wa pili. Lakini bado akawa anamnyanyapaa hapa. Hawataki kumpa hela hata kidogo. Kwa hiyo unataka mimi nikupe milioni 100? Victoria anakubali tu. Si hatuna hiyo hela. Hatuna kabisa. Mama alichachawa huyo. Lakini mimi nitawalipa nikipata kazi. Lakini mpaka mke wangu akubali. Na ndio nishasema hakuna hela hapa. Victoria alijisikia vibaya sana hapa. Huyo mzee mwanzoni kabisa alikuwa anaishi na mamake na Victoria. Ila baada ya kumpata huyo mke wake wa pili, akaachana na mamake na Victoria. Lakini leo mke wake wa kwanza anaumwa. Sasa kutokana na yeye aliachana naye, hataki kumhudumia hata kidogo. Ndio kwanza anamkejeli mamake na Victoria eti bora tu afe. Basi wakawa wanamfukuza hapa. Maana walikuwa wanabishana sana. Victoria akawa ananyanyuka na kuondoka zake. Mzee akanabaki anafoka tu. Yeye anataka kurudishia mwanamke ambaye alikuwa ananipa mkosi. Haikuwa kitu kizuri aise. Sasa huyu mwanamke kuna wazo likamwijia kwenye akili yake.
ikabidi amnong'oneze mume wake. Mume wake akawa anakubali tu baada ya kupewa hiyo taarifa. Basi wakamuita mfanyakazi hapa. Ile mfanyakazi anafika, anaambiwa akamuite Victoria. Basi Victoria naye akawa amesharudi hapa. Mwanangu, najua nilisema siwezi kukupa pesa mpaka maamuzi ya mke wangu. Na yeye alisema hapana. Ndiyo, kwa sababu hatuna hela. Lakini ninataka nikupe nafasi ya wewe kupata pesa. Victoria akauliza nafasi gani? Sasa huyu mzee akaanza kumwambia Victoria kuwa kuna rafiki yake anaitwa Hakim. Huyo rafiki yake ana mtoto wa kiume ambaye alitaka kumuoa Bianca. Lakini kwa kuwa Bianca alikataa, basi Victoria akaolewe naye huyo jamaa. Na baada ya Victoria kufanya hivyo, basi huyu mzee atampatia pesa Victoria. Lakini Victoria akauliza, kama Bianca na huyo jamaa walikuwa kwenye mahusiano, kwa nini kaamua kuachana naye? Kwa Victoria akataka kujua sababu. Lakini wazee wanamzunguka tu. Hivi kweli unataka pesa ya kumtibu mamako? Ndio nataka, lakini nitaka nijue sababu. We kubali tu hiyo nafasi. Victoria anamtazama tu. Au wacha mama wako afe. Basi baadaye Victoria akaja kumfikishia taarifa huyu mpenzi wake, maana hana chaguzi jingine. Lakini mpenzi wake akawa anamkubalia tu, maana Victoria hana chaguzi jingine. Sasa leo mzee akamleta Victoria kwa kina Hakim, na lengo lake ni kuolewa na Bami. Basi Hakim akasalimiana na Victoria, ila hajajua kinachoendelea hapa, maana baba yake na Victoria, Alonso, alimwambia kuwa kuna maongezi anataka jadiliane kuhusiana na harusi. Basi baba yake na Bami akawa anamuulizia Bianca, maana ndo alijua anakuja hapa. Bianca anaenda kwenye masomo kwa muda wa miaka 8. Sijaelewa, wewe umeniita tujadiliane mambo ya ndoa, alafu unaniambia Bianca hayupo? Au unajua Bianca akiweka msimamo wa kitu huwa arudigi nyuma. Ndio maana nikaamua sasa mbadala wa Bianca nimlete huyu binti yangu mwingine. Sasa mbona huu ni utani? Sasa mzee akaanza kujitetea tu hapa. Eti kwa Bianca ameenda masomoni na atatumia muda wa miaka 8. Kwa hiyo kuondoa hizo shida, akamchukua binti yake Victoria kwa sababu Victoria amekubali. Jamaa naye huko akakasirika. Mzee anamtazama tu. Mimi nilitaka kumuoa Bianca kwa sababu ni msichana ambaye nampenda, lakini unamjua Bianca alivyo. Sasa huyu jamaa hakutaka kusikiliza. Akawa anafoka hapa huko akimwambia umemletea msichana mbaya. Victoria akageuka. Kimya wewe. Jamaa yupo kimya tu. Kwa nini unaniita mimi mbaya? Kwa sababu ungekuwa mzuri, baba yako asingekuruhusu uje uolewe kwangu. Kwa nini kamkataza Bianca? Hivyo una akili? Au unadhani mimi napenda kuolewa na mtu ambaye ni kipofu na kilema? Victoria kurembesha ise. Akaanza kukiwasha hapa. Basi ukatokea ugomvi mkubwa, jamaa naye akaamua aondoke tu hapa. Mzee wake ikabidi amfuate kwenda kumtuliza. Mzee wake na Victoria naye akawa anaamka hapa ili aondoke. Mwanae akawa anamuuliza sasa vipi kuhusiana na pesa? Pesa gani unazungumzia? Maana mchongo ulikuwa ni wewe kuolewa na Bami. Sasa kama wamekataa, hiyo pesa unategemea itoke wapi? Baba huyo anipendi mimi. Mzee anamtazama tu. Kama anampenda Bianca, si umpatie huyo Bianca amuoe. Mzee akawa anachungulia kama wanasikika hapa. We ni mpumbavu eti. Yaani nakuaje Bianca mtoto wangu mzuri aolewe na huyo kipofu ambaye ni mlemavu? Basi huyu mzee akawa anaongea maneno mabaya hapa. Utafikiri Victoria sio mtoto wake. Ila huko nyumbani mzee alifikisha ubuyu bwana. Akawa anamwambia mke wake kuwa Victoria kakataliwa. Basi wanacheka hao. Huyu mzee anafanya kama kumkomoa mtoto wake Victoria, maana tangia achane na mama yake hajawahi kabisa hata kuwatumia shilingi 5. Sasa sijajua sababu ya kuachana na mama yake na Victoria ni ipi, ila tutajua tu. Huku napo mpenzi wake na Victoria analalamika sana baada ya kufikishiwa taarifa kuwa anahitajika kumuoa Victoria ni mwanaume kipofu na pia ni mlemavu. Mwamba akakasirika sana, akaamua kuondoka eneo hili. Lakini Victoria akawa hana la kufanya, maana ana shida na hii pesa kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Anashindwa afanyeje eti. Huku napo mzee bado anamsisitiza mwanae amuoe hata yule msichana, maana anaogopa watapoteza kila kitu. Sasa hapa ndo tunapata historia ya hii familia. Ipo hivi, huyo mzee alikuwaga ni mwajiriwa serikalini, lakini alikuwa anajihusishaga na biashara ambazo ni haramu. Sasa kuna siku huyu kijana wake alipata ajali akiwa na mama yake baada ya kufukuzwa sana, maana inaonekana walikuwa wanakimbizwa siku hiyo, kitu kilichopelekea yeye kuwa mlemavu na mama yake kupoteza maisha. Sasa kutokana na hiyo kashfa ya madawa akawa amefukuzwa kazi. Ila sasa kuna hazina yake ya pesa alikuwa amezihifadhi. Ni kama dola milioni 2 hivi. Pesa nyingi sana hizi. Sasa hilo fungu la pesa liliwekwa kwa ajili ya mtoto wake na mke wa mtoto wake. Hivyo ili kulipata hilo fungu la pesa ni lazima mtoto wake awe ameoa. Sasa ndo ugomvi uliopo hapa. Maana sasa hivi wana hali duni ya kimaisha. Sitoshe mzee anategemea hata itoke hiyo pesa wafanye maendeleo. Ila mwanae alikuwa amekasirika sana. Hakutaka hata kumsikiliza baba yake na akakubali ni bora tu awe maskini. Haya maneno yalimuumiza sana huyo mzee, maana aliyakumbushia huyu kijana. Akawa anaondoka tu hapa. Basi usiku ulipofika, babake na Bami alikuwa analia sana. Mwanae anasogea hapa, nasikia tu babake analia. Hiki kitu kilimuuma. Ikabidi atoke na kuja huku sebleni. Alipofika huku sebleni naye akaanza kulia sana. Mama yake amefariki. Yeye mwenyewe ni mlemavu wa miguu, pia ni kipofu. Isitoshe, pesa za adhina wanazozitaka ili ziweze kuakidhi mahitaji yao, ni lazima jamaa awe ameoa. Shida inakuja sasa, mwanamke aliyokuwa naye kwenye mahusiano naye hamtaki baada ya kupata ulemavu na analetewa mwanamke mwingine. Mwamba alilia sana. Sasa kesho palipokucha, mzee alikuwa anakunywa zake chai. Muda huo mtoto wake akawa anaingia humo. Mzee akawa anamuuliza anahitaji nini. Akawa ananyanyuka hapa kwenda kumwandalia chai. Lakini mtoto wake akamwambia asijali.
Basi baba akakaa kumsikiliza mwanaye. Anampenda sana. Hivi baba, kwa nini tusiajiri mfanyakazi? Hapana mwanangu, sio kwamba hatuwezi kuajiri mjakazi. Jamaa anamsikiliza baba yake. Ni kwamba tukimwajiri, shida ni uaminifu na uchumi wetu. Ndio maana mimi nilipenda kama ingewezekana tupate mke, kwa sababu mke ni mtu salama, atakuwa ni mmoja wa familia yetu. Ila samahani kwa kuingilia maamuzi yako. Jamaa akawa anatafakari zikauli. Basi baba, mimi nitaoa. Mzee akashangaa. Unasema? Ndio baba, kwa sababu nafanya hivi kwa ajili yako. Jana usiku nilikusikia unalia kwenye chumba chako, kwa hiyo ikawa imeniumiza. Mzee alijisikia vibaya, lakini sasa Bami amekubali kumuoa Victoria, na hii yote ni kumridhisha baba yake. Ila huku nyumbani kwa kina Bianca anamsumbua mama yake kuwa anataka mnunulie mkoba. Mama, huu ni mzuri, ninunulie. Hebu nenda akamwambia baba yako bwana. Sasa muda huo mzee wake akatoka na kuambia kuwa kina Bami wamekubali kumuoa Victoria. Basi wakawacheka. Mzee anacheka tu. Unafikiri wanachagua jingine? Ni maskini wale. Mama anacheka tu. Yaani pesa walionayo sasa hivi ni ile ya hazina. Basi wakawa wanawacheka tu. Basi harusi na yenyewe imefanyika. Na hapa Victoria kana piga picha na wazee pamoja na mume wake. Basi baada ya harusi wakawa wamerudi nyumbani. Na jamaa kana mkaribisha mke wake mtarajiwa. Basi Victoria akawa amekaa kwenye kiti. Na jamaa akawa anamuomba msamaha kwa ile siku alivyomwambia. Huko anamwambia kwa nini kakubali kuolewa na yeye wakati yeye ni mlemavu? Na wewe kwa nini umebadilisha mawazo? Mimi nimefanya hivi kwa sababu ya baba yangu. Victoria anamtazama tu. Unajua tulipoteza kila kitu. Wewe baba yangu hapa alipo hana chochote. Pesa anayoitegemea ni ya adhina tu. Na hii itatoka baada ya miaka 3. Kutokana na mimi nimeshafunga ndoa, kwa hiyo mkataba unadai ni baada ya miaka 3. Baada ya hapo kila mtu ataendelea na mambo yake, maana tutapeana talaka. Kwa hiyo huu ndo mchezo tunaotaka tuufanye. Victoria akakaa kama haelewi. Kwani ni kiasi gani ambacho mnapewa? Kwani ufahamu? Ningekuwa najua ningekuuliza. Ni dola milioni 2. Victoria akashangaa. Ni pesa nyingi. Kwa hiyo upo tayari kuisubiria baada ya miaka 3? Sipo hapa kwa sababu ya hiyo pesa. Sasa upo unafanyaje? Nipo hapa kwa sababu baba yangu aliniahidi nikipata ndoa atamlipia mamangu pesa za matibabu. Ndio maana nikaolewa na wewe. Mwamba akatulia kidogo. Basi Victoria akawa ananyanyuka hapa na kwenda chumbani mwake. Muda mchache akawa amerudi hapa. Akawa mwagi Bami kuwa anaenda kuonana na baba yake. Lakini Mwamba akampatia simu yake ili aweke namba zake. Maana huyu jamaa huwa anatumia AI kuwapigia watu simu. Na akasisitiza ajisave mke wangu ili mrahisishie huyu jamaa atavotamka. Basi baada ya kufanya hivyo akawa anaondoka hapa. Muda mchache babake na Bami akawa anakuja kusalimiana na mwanae. Ila Bami akamwambia babake kuwa kumbe Victoria alikubali kuolewa na yeye ili babake mzazi amlipie matibabu mama yake. Na Victoria hajaolewa hapa kwa sababu ya hiyo dola milioni 2. Ila huko kwa kina Bianca watu hapo wanapiga tu burudani za kutosha. Maana Victoria akakubali kuolewa na Bami bwana. Sasa muda huo kuna huyu mlinzi akaleta taarifa kuwa Victoria anaomba kuingia huko ndani. Watu pozi likawaisha. Ikabidi mzee amruhusu tu. Bianca kanuna kishenzi. Sasa Victoria kaja hapa anadai pesa za matibabu ya mama yake. Basi huyu mama akaanza kumpandishia kibesi. Victoria naye akamtukana. Bianca kakasirika. Hivyo unamjibuje mama yangu hivyo? Ngoja nikwambie kitu. Wale watu ulioolewa nao kule ni maskini. Basi wakaanza kubishana hapa paka wakataka kupigana. Ikabidi mzee aanze kuamua kwanza. Sasa babake na Bianca akamwomba Victoria ampatie namba ya daktari. Huko akimwambia hilo swala la matibabu atalimaliza yeye. Basi Victoria akampatia huko anamsisitiza afanye haraka. Kisha akawa anaondoka zake huko. Basi wakawa wanamsema vibaya. Hivi anadhani mimi nitampa pesa? Hata kama ingekuepo hakuna kutoa. Mama na roho ngumu huyo. Ila kesho majira ya asubuhi Victoria akawa anaamka chumbani mwake. Anashangaa na mkuta Bami kamletea chai. Sasa Victoria kamshangaa huyu jamaa. Mwamba haoni. Inawezekanaje akana mletea chai? Lakini jamaa akadai vyakula vingi babake huwa anaviweka kwenye friji. Wewe huwa anachukua na kuvipasha. Basi jamaa akawa anamuomba mshike hata shavu Victoria. Victoria naye akawa anamkubalia tu jamaa. Basi baada ya Mwamba kumshika shavu alimsifia sana. Kumbe Victoria ni mzuri eti. Sasa baada ya kumkabidhi chai, Mwamba akawa anaondoka hapa. Ila Victoria akawa anamshangaa jamaa. Yaani hakutegemea Mwamba atakuwa na roho nzuri kama hii. Baadaye tena huko sebleni, mzee akawa yuko busy anasafisha seble. Victoria anatokeza hivi ikabidi aende kumsaidia. Yaani hali ngumu mpaka mzee anajiongeza eti. Ila huko baadaye Victoria alikuja huko hospitalini. Na hapa akawa anataka kujua hali ya mama yake. Lakini daktari akamshauri kuwa kwa sasa haina haja ya kumpeleka nchi za nje. Maana hapa nchini kuna hospitali imeshakuwa na vifaa vya upasuaji. Kwa hiyo wanaweza wakampeleka mama yake akafanyia upasuaji kwenye ubongo. Lakini gharama ni milioni 40 tu. Na inatakiwa afanye haraka kabla ya Alhamisi. Maana mama yake yuko kwenye hali mbaya. Basi Victoria akaja tena huku kuomba pesa. Lakini huyu mama yake wa kambo akamwambia mume wake kasafiri kaenda China. Na hapa hana pesa yoyote ya kumpa. Basi Victoria akabembeleza sana. Lakini huyu mama akakataa eti. Basi Victoria akanyanyuka hapa na kuondoka zake. Ila hajui cha kufanya ni nini. Muda huo mzee akatokeza hapa. Kumbe hajaenda China wala nini. Ila wameamua tu kumnyima pesa. Basi Victoria akawa na hii familia huku akiwa analia sana na kuwaeleza. Baba yake na Bami akawa amekasirika. Akanyanyuka hapa na kuondoka. Jamaa ikabidi awe anambembeleza tu Victoria.
Victoria, maana hamna cha kufanya eti. Ila huko kwa kina Bianca anakuja kumwambia baba yake kuwa kamaona baba yake na Bami anakuja. Mzee akala kona kama mjusi. Mzee wa ovyo huyu. Sasa baba yake na Bami kaja hapa kumuulizia baba yake na Bianca, lakini mtoto wake anakazia tu tukasafiri huko nchi za nje. Basi wakaanza kubishana hapa mpaka mama yake na Bianca akatokea. Sasa baba yake na Bami akaanza kumwambia mama yake na Bianca wanavyomfanyia Victoria sio kitu kizuri, kwa sababu swali muahidi pesa za matibabu kwa mama yake. Kwa nini sasa wanamnyima? Ila mama akaonesha dharau, akamwambia akitaka kumpa hizo pesa basi apige magoti, au kama hataki atoke nje. Basi wakawa wanacheka hapa. Ikabidi basi baba yake na Bami apige magoti chini maskini. Bianca akashangaa, hivi mimi nimekwambia upige magoti? Nilikuwa natania eti. Mzee alijisikia vibaya sana. Basi huko nyumbani akawa anahadisia watoto wake kile kilichotokea. Victoria akawa anaumia sana. Anaona kama alibambikizwa tu kwenye ndoa, maana haina msaada wowote tu. Basi akawa anaondoka hapa. Baada ya siku nyingi kupita, hali ya mama huko hospitalini ikawa ni mbaya sana, na Victoria anaomba hata daktari amsaidie. Lakini daktari anamwambia ni ngumu, kwa sababu mama yake hata siku alizokaa hospitalini jumla ya pesa anayodaiwa ni milioni 5. Victoria aliona kama mkosi huu. Sasa kwa bahati mbaya bwana, mama yake akaonekana anazidiwa ghafla. Kumbe anakata roho hapa. Daktari akawa anajitahidi kupampa hata mapigo ya moyo, lakini ikawa inashindikana. Victoria aliumia sana, anampoteza mama yake mbele ya macho yake. Ila huko nyumbani kwa babake na Bianca, baada ya kupata taarifa za msiba, wakawa wanacheka na mke wake. Yaani wanaona wameshamkomoa Victoria pamoja na babake na Bami, kwa sababu wanajua tu baada ya mama yake na Victoria kufariki, Victoria ataondoka tu pale. Kwa hiyo Bami na baba yake watakosa pesa zao za hazina. Basi wakawa wanafurahi sana. Ila huko kwa Victoria, baada ya siku chache alikuwa ni mtu wa mawazo sana. Basi Bami akaja na baba yake hapa kumjulia hali, lakini Victoria kutokana na hiyo hasira akawa anawafukuza tu. Lakini jamaa hakutaka kuondoka, akawa anaomba baba yake ampishe tu hapa. Basi Mwamba akaanza kumpoza Victoria, maana hao wote wamefiwa na mama zao. Ila kesho palipokucha, Victoria anaamka na mshangaa jamaa yupo. Mwamba akamwambia kuwa aliahidi atamlinda. Sasa kwa kuwa nia Victoria ilikuwa ni kuachana na hii ndoa, jamaa akajaribu sana kumwelewesha kuwa endapo akiachia hii ndoa, baba yake na Bianca atakuwa amepata faida. Kwa nini wasiendeleze hii ndoa afu apate hizo milioni 2 wagawane? Maana hata Victoria kashampoteza mama yake. Basi wakakubaliana itakuwa hivyo, maana walijua nia ya baba yake na Bianca. Na istoshe, baada ya kupata hizo pesa, kila mtu ataendelea na maisha yake, maana Victoria alimsisitiza jamaa kuwa na mpenzi wake, na Mwamba akamruhusu tu. Basi ukaribu wa Victoria na jamaa ukawa unakuwa mkubwa sana. Na leo katika story, Victoria akamwambia jamaa amesomea mambo ya web development. Jamaa kusikia hivyo akadai kuwa kuna rafiki yake engineering, kama vipi ampigie ile Victoria apate kazi. Basi Mwamba akawa anampigia huyo rafiki yake, maana na yeye amesomea mambo hayo hayo. Rafiki yake akamwambia Victoria kama anaweza afike ofisini haraka sana. Basi Victoria akafurahi sana. Mwamba akamtafutia kazi Victoria kiutani utani. Basi Victoria naye akaja kumwambia mpenzi wake kuwa amepata kazi, sasa hivi analipwa milioni 1.5 kwa mwezi. Basi maisha Victoria yakawa yamebadilika. Anatoka kazini anakutana na Bami. Basi wanafurahi sana hao. Sasa siku nyingine huko kwa mpenzi wake, jamaa naye akaanza kuleta vipengele. Anamwambia Victoria kuwa baba mwenye nyumba akampandishia kodi, lakini Victoria akadai kuwa atakuwa anailipa hiyo pesa. Alafu akawa anamshauri mpenzi wake kama vipi atafute sehemu nyingine kubwa. Kwa pesa zipi? Si hizo ambazo unalipwa milioni 1.5 sasa hivi. Ni kweli, lakini hii pesa ina mambo mengi, kwa sababu hata Bami na baba yake lazima niwaangalie. Mwamba akawa anakasirika, lakini Victoria akamwambia kuwa asijali, maana huu ni mwaka wa 2 na anaelekea kabisa kumaliza mkataba wake wa ndoa. Endapo akimaliza huo mkataba, atalipwa dola milioni 1 kutoka kwa Bami. Kwa hiyo kupitia hizo pesa watafanya tu maendeleo. Lakini jamaa akawa na uchuna fulani hivi. Sasa siku nyingi kupita, maisha ya Victoria yalikuwa ni mazuri sana. Akawa anatembelea gari aise. Sasa leo akawa anapita mitaa ya mpenzi wake. Kwa bahati mbaya akamuona mpenzi wake kuna mwanamke mwingine. Kuamini, ikabidi ashuke kwenye gari. Basi wakati anamsogelea jamaa naye akamuona, Victoria akakasirika, akawa anarudi kwenye gari ili aondoke. Mwamba akaanza kumbembeleza na kumwambia yule ni mfanyabiashara mwenzake, wewe mimi ni mpenzi wako. Demu alichomesha ise. Basi Victoria akawa amekasirika na kuondoka hapa. Ila huku nyumbani jamaa akawa anamfariji Victoria, maana ukizingatia Victoria hana mama, na ndio hivyo mtu aliyemwamini kamuumiza. Basi ukaribu wa Victoria na Bami kwa unakuwa tu ndani, maana wenyewe ndio wamebidi wajifariji ise. Sasa Victoria leo kaja kumwambia jamaa kama inawezekana kwa nini wasiende kutibu macho yake. Jamaa alikataa, maana alijiona yuko sawa tu, ila Victoria alimlazimisha sana. Ikabidi Mwamba akubali. Sasa huko kwa daktari, vipimo vya mara ya kwanza vilionyesha jamaa hawezi akapona. Ila baada ya kumpima tena leo, ikaonekana kuna uwezekano wa jamaa kupona, maana ajali iliumiza tu mishipa
yake. Basi kiwango kinachohitajika hapa ni milioni 25. Victoria akadakia juu kwa juu kuwa atailipa hiyo pesa. Sasa Victoria akaja hapa kwa bosi wake na akaomba amkopeshe milioni 20, maana yeye kwenye akaunti yake na milioni 5. Ila huku nyumbani baada ya jamaa kugundua hivyo alikasirika sana. Huku akawa anamuuliza Victoria nani atailipa hiyo pesa? Mimi nitailipa. Talipa tu. Yeye upo lazima ulipe milioni 25 kwa sababu yangu mimi? Jamaa alijiona hana thamani kabisa. Basi kwa kuwa Victoria alimlazimisha sana, jamaa ikabidi akubali tu. Na siku ya leo akaisha maliza kufanyia operation. Na hapa daktari akawa anamfungua macho ise. Basi akawa anamuonesha vidole vyake huko akimuuliza kama anaviona. Mwamba akawa anaona ukungu, lakini akawa anaanza kuona ise. Ila anatazama pembeni hivi, ndio ikawa siku ya kwanza kumuona Victoria. Basi akamshukuru sana, maana bila yeye sidhani kama angeona hapa. Basi maisha ya Victoria na Bami yakazidi kuwa mazuri na yenye furaha. Ila huko sasa kwa huyo mzee, leo amekuja kumwambia mke wake kuwa kapata shida kwenye biashara zake. Kumbe huyu mzee naye ni muuza madawa ise. Sasa kuna dili alilifanya kwa bahati mbaya limeenda vibaya. Hivyo vituo vyake vyote pamoja na taasisi zake zote zimefungiwa. Mke alitamaki. Ila mzee akawa anamwambia mke wake kama vipi amruhusu binti yake kaolewe na Bami. Maana Bami akipewa pesa zake za hazina anagawana nusu na mke wake. Kwa wakataka kufanya mpango tena wa kwenda kumtoa Victoria kwa Bami. Ila Bianca alivyofikishiwa taarifa, yeye akawa msimamo wake bado huko vile vile. Hataki kuolewa na mtu ambaye ni kipofu pia mlemavu wa miguu. Basi mzee anashangaa tu. Hebu jaribu kuongea na mtoto wako. Basi mke anatetea tu. Acha ujinga. Aisee, yani plani zao zimeenda vibaya. Muda mchache tu huu wamerudi kwenye umaskini. Sasa leo Victoria alikuwa anamchukua Bami kutoka kwenye gari. Mama yake na Bianca sasa akawa anapita hapa. Sasa ile anageuka hivi, akamwona Victoria na Bami. Akashangaa kumuona jamaa anaona. Akanajiuliza ni utani au yani hakuelewa ise. Basi akawafikishia umbea huko. Huwa Bami sasa hivi anaona. Mzee na binti yake wakashangaa. Sasa huyu mama akaanza kushauri tena. Huwa sasa hivi miaka 3 imepita. Kama inawezekana wamtumie Bianca kupata pesa za hazina. Kwa hiyo mnafikiri Victoria atawapa hiyo pesa wakati mlimuua mama yake? Embu kaa kimya. Bianca, una shida gani wewe? Sasa kumbe hawa wazee ndo waliomuua mama yake na Victoria. Na lengo lao kuu ni kumfanya Victoria ahangaike sana. Pia hata hazina ya pesa ya Bami hashindwe kupata, maana atakuwa hana mke aise. Lakini mambo yalienda sivyo ndivyo. Ila huyu mama yeye akadai atajua tu cha kufanya. Sasa siku ya leo ilikuwa ni siku ya kupata pesa. Mamake na Bianca akafika mapema sana. Huko akawa anamlazimisha huyu meneja kumpatia pesa. Maana jina la kwanza lilokuwa nasoma hapa lilikuwa Bami pamoja na Bianca. Ila huyu mama alikataa. Alisema jina linalofahamika sasa hivi ni Victoria na sio Bianca. Pia akamsisitiza kuwa hizi ni taratibu za kisheria ise. So miemko tu. Muda huo Victoria akaingia hapa na Bami. Basi huyu mama akakosa raha ise. Yaani pesa ndo amezikosa hivyo. Sasa baada ya siku kupita, Bami na Victoria walifanikisha kupata pesa zao. Na leo wakawa na furaha sana. Lakini Victoria akamuuliza jamaa pesa zake atazifanyia nini? Mwamba akadai atampatia babake 80%, afu nyingine atafanyia maendeleo. Sasa Mwamba naye akamuuliza Victoria pesa zake atazifanyia nini? Victoria akawa hana cha kufanya. Akawa anamuuliza jamaa kama anampenda. Mbona nishakupenda muda. Sasa kumbe Victoria akamuuliza hili swali huyu jamaa kwa sababu Victoria kwa sasa hana mtu mwingine. Isitoshe mamake ameshafariki na yuko na huyu jamaa peke yake. Isitoshe hata yeye alikuwa ashaanza kumpenda. Kwa hiyo akamwambia kiwango cha pesa alichompatia hata ondoka nacho, bali watachanganya na wataishi pamoja. Maana wote wanapendana ise. Na akamwambia atatoa kiwango kidogo cha pesa ili Mwamba aende kutibiwa miguu. Basi bwana, siku chache mbeleni huko jamaa akawa ametoka kwenye matibabu aise. Na hapa Victoria akawa amekuja kumpokea mpenzi wake. Yaani ndo maisha ya mke na mume yakawa yameanza aise. Na huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie. Nadhani umejifunza. Ni vibaya sana kumfanyia mtu mabaya. Maana babake na Bianca sasa hivi ana hali ngumu. Pia anasumbuliwa na pressure. Wamesharudi kwenye umaskini mkubwa sana. Hii movie inafahamika kama Love Bank. Lakini pia hakikisha unajiunga na channel ya WhatsApp ya Lil One. Na linki yake iko hapo kwenye comment. Na mimi unanisikia hapa ni Gio Boy kutoka hapa Lil One. Itakuwa poa sana kama ukisubscribe na kuturn on notification bell ili tuweze kukutana kwenye movie nyingine pia.